ambaye ni spika wetu, tuko naye hapa. Spika Mheshimiwa Mstahiki Amazon Jeffa Kingi, tafadhali njoo hapa uongee na waombolezaji. Asante. Asante Mheshimiwa Zaya, Seneta wa Kilifi. Kakangu Seneta Richard Manyonka, familia yako, majirani, waombolezaji wenzangu, Andalusi Mesha, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya bunge la Senate, kwa huzuni kubwa tumekuja hapa kupeana rambirambi zetu. Huyo ni Seneta Mbugua. Tumekuja hapa kupeana rambirambi zetu kwa kumpoteza mamako mzazi. Kwa sisi wanasiasa tuna tabia ambayo si nzuri wakati mwingine, kwa sababu upenda kila weekend twende tukazungumze na watu wengi. Kwa hivyo tumekuwa na tabia ya kwamba unauliza ni matanga gani yako katika sehemu hii, alafu nachagua kati ya matanga yote ni ipi kubwa, pale ambapo utapata watu ili uzungumze siasa zako. Karibu Seneta Beth Yengo. Karibu. Lakini ile siku kifo kikija nyumbani, ndio mwanasiasa utajua kwamba ile tabia yako ni tabia mbaya ya utundu. Utajua kwamba wakati unaenda mazishini na unazungumza siasa, kuna watu ambao wana huzuni kubwa, na badala ya kuwafariji wakati wanaomboleza, wewe unaenda pale kwa sababu zako binafsi. Kwa hivyo ndugu yangu Richard, sisi tumekuja hapa kuomboleza na wewe, hatukuja hapa kupiga siasa kama wale wanasiasa wengine. Kitu ambacho kinatupatia faraja kubwa ni kujua kwamba mama Mwenyezi Mungu aliwapatia kwa miaka mingi. Siku hizi kuishi mpaka uwe na umri wa zaidi ya miaka 80 si rahisi. Hii kizazi chetu ukifika miaka 60, ile ingine unaanza kuhesabu kama bonus. Kwa hivyo japo tuna majonzi, lakini pia turegeshe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia Mama Teresia kwa hiyo miaka yote. Pili, jambo lingine ambalo linatufariji zaidi ni kujua kwamba mama japo ametuacha, lakini alituacha akiwa amekiri kama Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yake. Hilo ni faraja kubwa sana, maana kama unavyojua sisi wa Kristo tunaamini kwamba baada ya kifo kuna maisha mengine ambayo bila shaka Mwenyezi Mungu akitujalia kama familia tunaweza kukutana naye katika maisha tofauti. Kwa hivyo tunajua wazi kwamba mama japo ametuacha, lakini ameenda kupumzika. Na pia tunapata faraja kutoka kwa maandiko takatifu. Wale ambao wanasoma Biblia, manake wanasiasa wengi wana shida hiyo ya kutosoma Biblia, lakini saa zote tuna misquote. Na pia hii tabia hii nimezungumza hii ya watu kwenda matanga ambao hajui alikufa ni msichana ama ni mvulana. Unaenda pale unashika microphone, unaanza kusema poleni waombolezaji. Karibuni. Karibuni viongozi. Asanteni. Sisi wanasiasa kama nilivyotangulia kuzungumza, wakati mwingine unaenda katika mazishi, unajua alikufa ni msichana, ni mvulana, ni mzee, ni mtoto, na unazungumza kwa nguvu kwamba
aliyelala pale ni mzee ambaye alimtegemea sana katika siasa zangu, ili hali ni mtoto mchanga. Hiyo tabia tuko nayo, lakini mimi nataka kusema tu ile faraja kubwa ambayo tumeipata kutoka kwa mama ni ushuhuda wake kwamba japo ametuacha, lakini yuko mikononi mwa Mungu, kwa sababu aliaga dunia akiwa ni Mkristo. Na katika Isaya 57 mstari wa 2 tunakumbushwa kwamba wale wanaoenda kwa unyofu huwa na amani na hupata pumziko walalapo mautini. Those who walk uprightly find peace. They find rest as they lie in death. Hiyo Google ndio nimeipata kikamilifu. Hiyo inatupatia faraja kubwa, maanake tujue wazi kwamba mama ametangulia, lakini yuko mikononi na yuko katika pale ambapo roho za wema zinawekwa na Mwenyezi Mungu. Kupoteza mzazi ni kitu cha uchungu sana. Wale ambao wamepoteza wazazi hapa, na mimi nataka nishukuru senators, wakati mimi nimepoteza baba mwaka uliopita, mlikuja kwa wengi. Ni uchungu mkubwa, manake mzazi ndiye Mungu wako wa pili. Mwanzo ni Mwenyezi Mungu, mzazi halafu wewe. Na wazazi wetu kuna vitu vingine ambao wanatufanyia sisi hatujui, lakini maombi ya mzazi yanaweza kutenganisha kwa hatari nyingi sana za dunia. Kwa hivyo kuondokewa na mzazi ni kama umeondokewa na kinga yako. Kwa hivyo ndugu yangu, kakangu Richard, najua ule uchungu uko nao. Sisi kama ndugu zako tumekuja kupatia bega la kuegemea wakati mgumu, na pia kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba wingu hili la huzuni japo zito, Mwenyezi Mungu alifanya jepesi na tena alipitishe kwa haraka. Tumetoka mbali ndugu yangu, nakumbuka sisi sote tuliingia bunge nafikiri wakati mmoja. Tulichaguliwa Disemba mwaka 2007. Tukaingia bunge na tuliingia bunge kwa mambo ambayo ilikuwa imechafuka, the post election violence. Yes. Kwa unakumbuka. Na baada mambo yametulia, sote tukaingia katika cabinet, tukaenda foreign affairs, nikaenda East African Community. Kwa hivyo miaka 20 ya kujenga urafiki na undugu si jambo rahisi. Nimekuona ukipiga siasa zako kule Kisii, nimekuona vile unainuka katika siasa zako, na mpaka sasa wengi wanakutambua wewe kama mwalimu, si mwanafunzi tena. Hawa ndugu zangu wamezungumza kupeana ushuhuda wao kwamba uliwashika mikono kufika pale walipofika. Pia senators wamekuomba hapa kwamba ushike mkono Senator Esi wakati pia yeye anataka kuinuka kisiasa. Mimi nimejaliwa kumwona Senator Esi akifanya kazi pale kwa Senate. Ukijituma, umri si chochote. Ukijituma, ile heshima na vile anajichukulia na kujibeba mbele ya umma na hata mbele ya Senate. Kusema kweli, unaweza sema kwamba Esi yuko mbele ya umri wake. Kwa hivyo muko na mbegu ambao mkikuza vizuri, bila shaka kisi bendera yake itatepea juu. Kwa sasa kuna swali ambalo siwezi kulijibu vizuri. Mtu akiniuliza leo kwamba je, unajua wasichana kutoka Kisii? Nitasema ndio. Je, tabia zao, mienendo yao vipi? Nitasema sidhani naweza kulijibu vizuri. Manake mniletea Gloria Ogopa, mkaniletea Esi. Hao wawili ni mchana usiku. Sasa na wote
wote ni wasichana kutoka Kisii. So I'm unable to describe a Kisii girl, but maybe with time I'll be able to answer that. So ndugu yangu, uwe pole tena sana. Umetangulia kusema kwamba kutakuwa na hafla ya fundraising nafikiri tarehe 12, na pia mama atalazwa katika safari yake na nafikiri tarehe 15. Mimi nataka nipeane udhuru wangu, manake sitakuwa tarehe 12, tutakuwa kule Uganda kushuhudia kuapishwa kwa mzee Museveni, na pia tarehe 15 nitaondoka saa 10 kuelekea Australia. Lakini japo sitakuweko, lakini uwepo wa Senate utakuwa pale. Kama unavyojua, sisi ni familia moja. Machozi yako ni machozi yetu na furaha yako ni furaha yako. Kwa hivyo ujumbe wa Senate utakuwa pale katika hafla zote mbili, ile hafla ya tarehe 12 na ile hafla ya tarehe 15. Tuhakikishe kwamba tuko pale ili kusimama na wewe na kupatia bega la kuegemea wakati mgumu. Kwa hivyo jihisi uko na ndugu, uko na dada zako ambao wanakupenda na watasimama na wewe wakati huu ambao umepata pigo hili. Na mwisho ni kumwombea Mwenyezi Mungu kwamba achukue roho ya mama yetu, aiweke pahala pema ambao wema wote wanga wanawekwa. Kwa hayo mengi machache, kwa sababu Seneta Mbugua na Seneta Betsy wameingia saa hii, nataka pia niwapatie dakika moja. Ni vile tu hakuna microphone ile ambazo we can mute, because if you go beyond 1 minute we'll mute the microphone. So Seneta Mbugua, mtapeana rambirambi zenu, alafu baadaye tunaweza kumaliza. Asante Speaker.